ya katika ndoa. Lakini hapa kuna mali yangu na kuna mali yako. Si hatuonelei ya kwamba tutaachana, but ni vyema tujipange, tuandike chini, tuseme in the event of anything, kitu mbaya kutendeka, ni vizuri vitu zangu zile nilikuja nazo ni baki nazo, zile ulikuja nazo na zile ambazo tumetengeneza tuweze kuzisplit katikati, ama tuzisplit in terms of contribution. Kila mwaka tunaweza kuwa tukisema katika ikandarasi, kama tulikuwa na milioni 100, wewe ulikuja na 50, nikakuja na 50, na pamoja tukatengeneza zingine 300. Hii 300 wewe unaweza chukua 150, nichukue 150, ama uchukue 200, nichukue 100, alafu ama nichukue kidogo, uchukue kidogo, hingine tuweke katika kina ili tuweze kusaidia watoto. Ndio. Ni lazima ikue when it comes to contribution, to contribute in terms of monetary value, ama any contribution? Ni any contribution. Any contribution. Hata kama monetary ni important, nitasema pia any contribution, kwa sababu utapata mwanamume ama mwanamke yeye ako na foundation ya biashara, lakini ile biashara inakula muda wake asubuhi, mchana. Sasa contribution ya bibi ama ya bwana itakuwa labda anaangalia nyumba, anapikia, anahakikisha kwamba akikuja malazi ni safi na hampatii stress, vitu kama hizo. So contribution yako ilikuwa in terms of non-monetary. Yes. But mara nyingine unapata hii contribution ya non-monetary haionekanangi sana, kwa sababu sasa kuosha nyumba ni kawaida, kulisha watoto ni kawaida, kubalisha mzee ni kawaida, lakini ikifika mahali tunaongelelea kuhusu kuachana, tunaanza kuangalia pesa. Nani alikuwa analeta pesa? Nani alijenga? Nani alinunua shamba? Kitambo kiasi hivyo ndivyo kulikuwa. Lakini siku hizi ukiweza kuonesha koti kwa kabisa, tulijuana na huyu mzee mwaka fulani, hiyo mwaka fulani hataki kuambia hakuwa na hii mali. Tulijuana na yeye, alikuwa na gari moja, duka moja, hakuwa na mfanyikazi, lakini kwa sababu alikuwa anajua akikuja nyumbani maneno yake iko sawa, akienda kule kazini zile nguo amevaa ameng'aa, ile gari kusema ukweli pesa kidogo ya chama mimi ndio nilikuwa nampatia. Akionyesha contribution, aeleze kwa kinaga kotini pole pole, aoneshe koti ya kwamba hizi vitu nilisaidia. Ni kweli si kupatia na pesa, lakini nilisaidia. So pale naweza sema the trick iko katika kueleza koti, iko katika kuweka records zako vizuri. Kusema hata wakati wa sikukuu mimi ndio nilikuwa nasaidia kulisha watu wa kwao, ama mimi ndio nilisaidia kuchinja, tu vitu tudogo ambazo zilisaidia maisha yake ikuwe rahisi kidogo. Ndio. Lakini wakili, unajua bado liko hapa kwa contribution kidogo. Yes. Na compare mtu mwenye na contribute monetary value amejenga ameleta pesa. Do I have to keep all those evidences ama all those records? Hiyo ni kumaanisha maybe at some point I'm prepared, nikijua kule mbele kunaweza haribika. Sasa nikienda nifanye shopping ya 5,000, hiyo receipt mimi ninaeka. Nikienda ninunue kitu, hiyo receipt ninaeka. Hiyo ni kazi mingi. Tunasemanga ni kujipea kazi mingi, alafu sasa uko prepared for the worst. Are we supposed to be preparing for divorces, or inapatanga watu tu kwa sababu wakati imefika ninaweka evidence. Nikifanya shopping niko na evidence, kwa sababu sasa mimi sina pesa mingi yenye nitajenga. Nikienda ninunue mbuzi niko na evidence. Nikienda nifanye shopping ya Christmas niko na evidence. Hiyo pia ni kwa kazi yangu. Ninafaa nifanye aje ili pia niaminike ni kweli kwa kweli. Mwingine akileta receipt ya pesa, akileta title deed, yeye ako tu sawa, ni ile ni through pass. Haya. Sasa ikifika hapo, umeuliza swali njema. Katika kabisa ukiingia katika ndoa hauna lile kisingizio ya kwamba siku moja itafika muachane. Na ungependa kuwa kwa ile ndoa, mpate watoto, mkue mpate prosperity. Na
ikifika hapo sasa, siku ya kutaka kujua maneno na contribution ama vitu kama hizo, na huna marisiti, ndio sasa unanitafuta mimi kama wakili, unanitafuta pale katika ofisini, unakuja unanieleza iko hivi na hivi, huyu mzee nilimsaidia. Sasa nitaweza kukushika mkono, nitaweza kutembea na wewe, nitaweza kukueleza vile tutaambia koti. Pale huyu mzee hakuwa na watoto, sasa nishamzalia. In itself hiyo pia ni contribution. Huyu mzee mahali amefika, sawa si kununua shopping, lakini kusema ukweli, hata akileta shopping, chakula nilikuwa nakipika. Na akileta nyama pale, akileta mfanyikazi, tukihamia kwa nyumba kubwa, wale mafundi nilikuwa nawapikia. Tu vitu kama kuna zile vitu nitakueleza kama wakili wako, nitakuonesha koti inafikiria vitu hizi 2 3, na nitaweza kukushika mkono. Ndio. Even before shinda zifike in a family, ningependa kama wakili utueleze the rights and the responsibilities the spouses have in marriage, even before the problem comes. Okay. Naweza sema rights and responsibilities za spouse, of course, ni the foundation of everything. Ni kuwa na ile pendo, ile mapenzi towards each other. Kuna ile kusaidiana kupata security, kusaidiana kupata chakula, na kusaidiana kupata na ile nyumba, zile nguo. Kuna ile kiwango ninafaa contribute. Ukigonjeka nitakuja nikupatie supu ama nikupeleke hospitali, nikuangalie, nihakikishe unakunywa dawa. Rights ama responsibilities zangu ni kama mimi kama bwana yako ama wewe kama bibi yangu, kuna zile vitu unafaa kunifanyia, na usiponifanyia ni zinaweza kuwa kama tuseme ndio ingredients ama grounds za kwenda kotini. Niseme hii ndoa imeshindikana. Kana kwamba naweza sema rights moja ni tunasema mimi ni bwanako na wewe ni bibi yangu, haufai kunipiga. Hii maneno na vita haufai kunichapa. Haya, kama ni chakula unafaa kunipatia. Wakati hauwezi ama wakati mmoja wetu ni mgonjwa, at least tulete mfanyikazi ama tuhakikishe tu chakula kiko mezani. Na maneno na ndoa, maneno na niseme conjugal rights, wewe kama bibi ama kama bwana, kuna zile yale mavitu tunafanya kwa bedroom, lazima zikuwe zikifanyika, kwa sababu zikikosekana pia hiyo ni grounds ya kukatisana ndoa. Pia naweza sema usitafute relationship za huko nje, usifanye ngono huko nje, usikue na ma side chicks ama ma side husbands tuseme. Yes, na huko nje. Yes. Asante sana wakili. Yes. Wakati wazazi wana separate ama wana divorce, what happens to their parent responsibility? Good question. Parent responsibility sasa pale lazima kwanza mtu akuwe sober sana. Lazima utaelezwa kwamba nyinyi kama wazazi lazima mtoto hakuchagua eti nyie mkuwe wazazi wake. Eti nyie sasa mmependana, sasa mmechukiana, ati mwache tu hivyo hadharani. Yeye ako na rights pale ndani ya katiba. Yeye anafaa kutunzwa, anafaa kuchungwa mpaka ile time atafika akiwa miaka 18. Na lazima mpangane venye ataendelea na shule. Lazima mpangane, mjue ya kwamba zile nguo atavaa sio hazijararuka. Ile chakula nakula wakati mlipokuwa mmependana bado ndio anaendelea kukula saizi. Ile kitu itabadilika labda tuseme ni ule muda atakuwa na mzazi moja.
Mnaweza kuwa na maktaba, kandarasi mseme ya kwamba mimi kama bwana ama baba ya watoto nitawalipia school fees na nitawalipia health insurance. Wewe kama mama yao utahakikisha kwamba wamekula, utahakikisha kwamba nguo wako nazo, na at least kama ni mfanyikazi ama kwenye wanaishi utaweza either kuwalipia rent ama unalipa mfanyikazi anachunga vitu 2-3. Ndio. Does it mean wazazi wakiseparate automatically mama anajua mimi naenda na watoto ama mzee anajua mimi naenda na wao, kama wako 5 wewe chukua 3 mimi nichukue 2? Hiyo ni swali mufti sana. Kitu ya kwanza utapata kama wanaishi kwa nyumba ya kukodisha ama hata nyumba ambao walijenga ama wamenunua, pale sana utapata mzazi ule baba yao ni ataweza either kuondoka atafute nyumba ingine, ama kama mama yao anafanya kazi mbali atawaacha kwa hiyo nyumba, alafu sasa bwana ni atabaki na watoto. Sasa wale watoto ile environment wamezoea, ndio sasa mama yao na baba yao anafaa kuendelea kuwachunga. Sio lazima ati watoke ati wagawanywe mara 2-3, hapana. Ni ile sasa maisha ile imebadilika ya bibi na bwana, but ya watoto imebadilika to the extent that nikitaka kuona baba lazima ningoje siku fulani, nikitaka kuona mama kama ni venye tumekubaliana lazima ningoje siku fulani, ama ile siku itafika tuseme tumekubaliana wiki 2 nakaa na mama yao, wiki hizo 2 zingine nakaa na baba yao, ama hii first term tuna operate kutoka kwa mama, second term tuna operate kwa baba, ama wakati wa holidays tunagawanya hivyo. When it comes to divorce, wakili, yes, ni kwangi rahisi najua, hata kupitia kusikia zile historia ambazo tunasikia kule nje. Wakati sasa mtu amekuja kwenu akakuapproach akwambia mimi nimekuwa na bibi, nimekuwa in a marriage for 10 years, for 20 years, for 1 year, na nataka kufile a divorce case. Do you, before mwanzia the process, mnasikizanga both sides ndio muone kama wako na ground za divorce? Kwa sababu zingine pia unaweza sikiza kama wakili uone hawa nyinyi mko na utoto. Before mwanze ile sasa the process, unakuanga mmeconsider nini? Kwa sababu sasa siwezi kuja kwako leo nikwambie nataka divorce niambie twende na tuanze safari. Ni swali mzuri sana. Nitasema ya kwamba katika maneno na divorce, ile mtu afike level ya kusema nataka ndoa yangu ishe, mtu huwa amki siku moja. Ni jambo la kwanga amefikiria, ni jambo limekuwa limemsumbua siku moja, miezi kadhaa, miaka mingi sana, na lazima anajipima. So akikuja kwetu ama kwangu kama wakili, kitu ya kwanza nasikiza Kenya ananiambia, nasikia hadithi yake, maisha yake vile iko. Sitaanza kusema nataka kusikiza bwanako ama nataka kusikia pande ya bibi yako, kwa sababu ili kabla nifikie, I'm sure ameongelesha wazazi, na koshua labda pastor ama preacher ama mtu wa kwa nyumbani, kuna mtu tu amejaribu kuwasaidia wasikizane na akaona haiwezi, yeye ameshindwa. Sasa mimi nitakuja pale kuweza kupatiana hadithi yake, ni sasa nipeleke kotini. Sasa zile ingredients ama kuona kama uko na chance ya kuwa divorced, ya kwanza unaweza sema huyu mzee amekuwa akinichapa, ama huyu bibi amekuwa akinipiga. Na sio lazima ikuwe vita ile ya kupiga ya mkono, inaweza kuwa pia psychological. Inaweza kuwa labda
nakuja nyumbani napata kila mtu amekula. Mimi nimewekewa kijiko ama kikombe ya maji pale. Ama hata hakuna hiyo kikombe. Napata tu vyombo ziko kwa sink. Kila mtu alikula kuku, alikula nyama, mimi hakuna. So hiyo inaendelea. Haya. Ya pili, tunaweza sema ni desertion. Inaitwa desertion. Desertion ni ile wakati umeniwacha. Siku moja tulikuwa kwa ndoa, wewe ukaenda. Nasikianga unaonekana tu town, lakini hujawahi rudi nyumbani. Si ati wewe umekuwa mgonjwa, tuseme tu umepotea katika ndoa, ukaenda kuanza maisha mengine na huko. So, kama hauna interest na hii ndoa yetu, si ni heri sasa niambie koti inisaidie, inipatie divorce. Haya. Kitu ya tatu, naweza sema ulienda huko nje, ukapata bibi wa pili, ukaweza kupata bibi wa pili, bwana wa tatu na huko nje, na ukaanza mambo zingine, familia nyingine na huko nje. Alafu ukaniletea sasa, labda nikasikia wewe hata watoto wengine uko na familia nyingine. Hiyo pia ni ground ya kumaliza ndoa hii. Yes, tutaambia koti ya kwamba huyu mtu ako sawa kwingine, wacha mimi ninaomba nataka kuwa huru. Mimi niko sawa kwingine. Yes. Unajua wakili, ndoa ni ziko mingi. Kuna zile halali, kuna wale wamepatana huku town, wakaamua kuishi pamoja, na sijui ni ndoa gani ndio tunapeleka koti ku divorce. Unajua kwa sababu sasa tunapatana town, nimekuja kusoma, mwingine amekuja kufanya kazi, tumepatana, tumeoana, na tumeanza kujenga mali na tukatafuta mali. Na kuna wengine ni halali, wamefanya harusi, maybe wameenda huko kwa civil, wakasign certificate. Ni gani ndio tunapeleka koti tukaachanie huko, kwa sababu kuna zingine pia maybe tunaweza achania huku tu nje na tusiende koti ama tusishughulike na mambo mengi. Haya, sheria ya maneno na ndoa ni sheria ambayo imetoka mbali. Imeweza kutufundisha vitu mingi, na pia hiyo yenyewe inaendelea ku accommodate ideas mingi. Juu kitambo ilikuwa inasemekana back in 1976 kuna kesi ya mtu anaitwa Hortensia. Ilisema kuna kitu inaitwa presumption of marriage. Hii presumption of marriage ni kusema mimi na wewe sasa tukapendana, ukakuja kwangu, ukakaa zaidi ya miezi 6. Na kwa haya hizi miezi 6, neighbors wetu, watu wa mtaa, wanatuona tukiwa bibi na bwana. Ukiwauliza ule mama anatukatia mboga, anakujua wewe kama bibi yangu, ananijua kama mimi kama bwanako. Sasa hiyo assumption in itself ikizidi miezi 6, kitambo tulikuwa tunasema wewe ni bwana ya mtu ama wewe ni bibi ya mtu. Haya, hiyo ka graduate sasa, ikafika mahali ikasema sasa wale ambao wameenda zaidi ya wakakuja kwenyu wakalipa mahari, lakini ndoa haikuendelea. Sasa mimi nikaenda huko nje, nikachukua bibi mwingine pia huko, nikapeleka mahari, na alafu kisha nikaenda nikapata mwingine, sasa huyo nikampeleka kanisa. Sasa siku yangu ya mwisho nakuja nasema huyu alikuwa bibi yangu, mimi huyu alikuwa bwanangu, niko na evidence, walikuja kwetu, akakuja kwetu. Sasa ndio sasa with time sasa hiyo sheria ikakuja ikasema hizi kesi zimekuwa mingi. Sasa wewe kama uliolewa kama iste, wewe kama mahari ililetwa kwenu, wewe kama unataka kuwa bibi wa pili, kama unataka kuoa kule kwa Christian, kama pia wewe umeoa Kihindi, ama pia umeoa Kiislamu, kwa sababu katiba ina recognize hizi zote, lazima uchukue hatua. Ingia tu kwa eCitizen, ulipe ile pesa iko pale, ama ukuje unione kama wakili, nitakueleza. Ukilipa pesa, una register ndoa yako.
usipo register ndoa yako, kuregister ni kulipa tu hiyo, nikifikiria saizi ni chini ya 4,000 5,000 ikienda sana, unangoja siku kama 30 hivi, unaenda pale mnakuwa registered. Sasa inakuwa kama zile za civil. Sasa mnapatiwa certificate. Certificate zote zinafanana isipokuwa tu changes kidogo hapa na pale. Lakini with that certificate naweza sema we are legally married. But nijibu swali yako, hizo ndoa zote kama we stay hizi zingine za kulipa mahari, hizo zote bado unapeleka kotini. Unaweza peleka kotini kuwa divorced. Kwa sababu wewe labda unataka kwenda, umepata kazi ya majuu na documents zako zinaonyesha kwamba labda ulibadilisha jina, ama kuna mali ulichukua insurance na jina yako iko kwa insurance ya mzee wako, na zile documents ziko pale zinaonyesha wewe ni mzee, yani wewe ni bibi ya mtu. Na kwa sababu wale wanafanya investigation, lazima ukuwe na document kutoka koti kisema wewe uko divorced. Kama wewe ni wa mahari, vile vile wewe ni divorced pia. Kuna vile unafaa kufuata. Sasa huko kuna ile procedure ya petition ya kawaida, alafu pia kuna procedure nyingine tunaita za plaint. Sasa hiyo ni sasa naanza kuingia kisheria. Na ningependa kujua ikifika mahali pa separation, tuko na watoto na watoto maybe ni wakubwa, yes. Wanaelewa kenye kinaendelea. At any point uko koti watoto wanaitwa na ulizwa, unataka kwenda na nani, baba ama dadi? Wanapewa chance ya kupeana their opinion, ama koti ikiamua ni mama anaenda na wao, hata wasema wanataka kwenda na dadi hawezi kubaliwa. Kitambo ni kumbuka venye nimekuambia sheria ya familia na haswa sana ya watoto, pia hiyo imeendelea ku accommodate changes zile ambazo zinatendeka siku hizi. Kitambo utapata watoto wengi walikuwa wanaenda na mama. Sasa na hiyo ikakuwa kama ni default. But with time kuna sasa wazazi wengine sasa wa kiume wamesimama wakasema, kusema ukweli, mama yao akona kasoro ama akona shida fulani, na watoto wanafurahi wakiwa na mimi. Na kuonesha ni ukweli, koti lazima isikie. Na kwa sababu pia koti iko na kazi mingi sana, si haiwezi sikia tu hiyo wakati wa watoto. Kuna watu katika children ministry wanaitwa probation ama children's officer, children's officer. Sasa wao ndio kazi yao sasa kwenda kwa ground kusikiza watoto, kuona jinsi wanavyoishi, wanaandika ripoti, wanarudisha kotini. Sasa koti ndio itaamua kama inaweza sikiza watoto ili ihakikishe ni nani anafaa kukaa na watoto. Kwa sababu koti inajua wewe kama mtoto lazima ulewe basically na wazazi wawili kama wako. Ni vyema ukue ukiwa na baba na mama. Ani wakati gani inafika sasa kama mtu fulani, mtu mmoja, one party hataki kudivorce na mwingine ako ready for divorce? Inaweza kuwa tuliachana maybe kitambo, lakini mimi na feel bando mimi sitaki kusign, lakini the other party anataka divorce, tufanye haraka haraka. Inafanyika aje? I am not willing, you are willing. Na ushaenda koti ukatafuta lawyer, ukafanya all the processes, but mimi kusign nasema siko ready, what will happen? Sasa hiyo maneno na kusign, nitasema saa hizi kuna sheria wanataka kuleta sasa. Vile tunaona kwa runinga, kwa hizi vipindi za kimombo huko Amerika, Europe, zile ambazo nikitaka kukudivorce na kutumia barua, na ukisign hiyo barua na mimi nikisign, tunaipeleka kwa registry, tunakuwa divorced. Sasa hiyo bado haijakuwa sheria. Sasa mahali tuko nitaenda sasa, nimefika kotini, nikamwambia kusema ukweli tulipendana but mimi nimechoka. Yeye anataka kuendelea lakini mimi nimechoka, na jinsi ya kuchoka ni hivi. Amenitizat, amenichapa, ameninyima.
Sasa unaona hizo vitu. Nikionyesha koti hizo vitu zote, koti haiwezi niambia ati kwa sababu wewe umekataa. Inaniforce nikae kwa ndoa na wewe. Itanipatia ile divorce ninataka. Yes. Changu mimi sitaki, mimi I want tulisema ni forever and ever, amen. Haya. Unataka uende wapi? Koti inapatia watu fursa. Iko kwa level ya kwanza inaitwa decree nisi. Ya kuconfirm ya kwamba kusema ukweli hao walikuwa wameoana na zile vitu wamesema ameweza kuestablish. Ameweza kukuleta ama kukuambia kwamba nataka ndoa ishe. Sasa kabla ikuwe kitu inaitwa decree absolute, sasa mkuwe fully divorced. Mnapatio muda. Hiyo muda inaweza kuwa mwezi moja ama at least miezi 3. Sasa hiyo muda ndio koti inawapatia muweze kuongelesha counselors, muongelesha wazazi, muende mahali muone kama pahali iliharibika mnaweza tengeneza. Na during your process ya kudivorce wakili, inaweza fika to a point tuanze feelings zianze kurudi. Bado tuko in the process ya kudivorce. Oh yes. Feelings tuanze kuwa attracted to each other. Maybe unatupata tukikuja koti kusikiza kesi tumevaa matching outfits. Na bado we are divorcing. Ikifika pale mwisho tunaambiana tuko na ubaya hii story ya ishe. What will happen? Kabisa nakumbuka ndoa ni contract, ni kandarasi kati ya watu wawili na mkipendana koti haikuwa. Mnataka tu kuinvolve koti wakati mnataka kuachana. Na koti iko na hiyo liwe. Mkiona kabisa mahali mmefika, mnaweza finya breaks. Mnaanza kuona huyu mtu bado ni yeye tu. Nimejaribu kukula chakula ya kwingine lakini ile ndio ilikuwa inanitengeza vizuri. Tunaweza simamisha na kesi inaweza tupiliwa mbali. It is that simple. Hata kukosa kuenda kotini. Ndio unapata sana mawakili kwa makesi za divorce. Sisi ndio tunapokuanga very embarrassed. Juu tuliambia koti watu hawapendani. Alafu siku ya kusikizwa kama tuko virtual ama tuko physical court, wanakuja kama wamevaa nguo pamoja zinafanana. Ama wanakuja kama wanashikana mkono ama wanakaa tu side by side pale. Na mimi na wakili wa huo upande mwingine, sasa sisi ndio tunapigana, ni kama ndoa ni yetu. Sasa koti ndio inaweza sema sasa sisi wenyewe hata hiyo yenyewe inaona na macho watu wamependana. Na mtaulizwa kama mko sawa ama hata mkose kuulizwa, koti itawapatia tu fursa. Nyinyi muendelee na maisha yenu, sisi kama wakili tuta withdraw tu hiyo kesi. Hiyo story. Hiyo story mmedivorce na kila kitu kimefanyika, lakini kule baadaye baada ya miaka 10 miaka 9 wataki kurudiana. Watarudiana through the court ama watakuja tu huku. Haya. Sasa koti, kumbuka ile kitu nilikuambia inaitwa decree nisi, ikakupatia decree absolute. Decree absolute ni kama ni court order. Hiyo court order utapeleka sasa, kama ndoa yako ilikuwa registered utaipeleka huko kwa civil ama kwa kanisa. Wataweza kuiregister ya kwamba ndoa imeisha. Na wakiweka hivyo wa mark ama wa cancel sasa kwa entry zao kuonesha hakuna marriage pale. Sasa nyinyi wawili ni single. Mpendane huko mbele. Ni ndoa nyingine tu mtafanya. Mnaweza endelea. Lakini number 1, kama ndoa yenu in the first place ilikuwa registered. Kama ilikuwa registered, ndio sasa na mkapeleka divorce ya kwanza, mkifanya search bado nyinyi both of you mko married ama hamko married. Sasa hiyo ndio ita inform decision ya kwamba kama tutaenda hii direction ya ndoa mpya ama tuendelee na ile ndoa yetu ya kitambo. Yes. Na in marriage wakati watu wawili wameoana, does it guarantee them sasa kutoka hapo anything that you buy lazima mkue imeandikwa majina zenu nyinyi wawili, ama tunaweza decide tu sisi rudi kwa hapa kununua nyumba, si lazima uniandike jina langu, andika tu yako.
Ni lazima mali. Sheria imesema inasema when it comes to a contract, court ama sheria haiwezi ingia pale dictate vile hiyo contract mlikuwa mnafikiria ama mngetaka ikue. Court inaingililia wakati kuna kandarasi na kuna zile rights zako ziko pale ndani ulikuwa unafaa kuwa nazo. Sasa hizo ambazo hazija kuwa satisfied. So kama your promises were broken ama the contract was breached. Ilikuwa hidi gari 10 nimepatia 1 but wewe mimi niko na 50. Unaweza enda kotini sema contract nasema hivi nataka gari zangu. Sasa hiyo ndio wakati koti inaweza ingililia. But koti haiwezi sema ni kwa sababu sasa mko kwa ndoa mnaweza andika property moja majina 2 ama jina moja. Nyinyi wawili ndio mtadecide. Na zile story tunasikianga huku nje wakili ni kwamba wakati wa separation ama divorce everything that the couple owned inakuanga divided 50-50. How true is that? Once upon a time ilikuwa ukweli. But nowadays kuna ratio mingi sana kwa sababu ile tuliongelelea maneno ya contribution. Ninaweza kuwa na empire ya bilioni 1 lakini wewe ulinizalia, ulifanya watoto wakuwe sawa, wanajua kila kitu. Pia mimi niko entitled. So koti ndio itafanya, itaangalia zile records ziko pale, ifanye ratio na isubdivide. Kama kila kitu iko kwa jina yako, kuna zile inaweza sema vitu 2-3 ama properties fulani, nyumba ya in the main house hiyo iende kwa bibi, wewe uko na mali nyingine toka, ama kuna mali nyingine mnaweza muiuze maikatwe mara 2. Na tukimalizia wakili, when it comes to building maybe property na kutafuta zile vitu za familia, ni mistakes zipi a couples should not do to avoid maybe kuwa na dispute in future? That is actually that is the most important question. Ni vizuri kujiprotect, na mimi kama wakili na advise watu wafanye vitu in 2 ways. Njia kwanza ni either mfungue kampuni, hii kampuni mkuwe 50-50 shareholders. Na sasa hiyo kampuni sasa ndio itainunua kila kitu kingine after that. Unaona? Number 2, mnafungua kitu inaitwa trust. Hii trust itasaidia mpaka maneno na taxes. Trust tuseme sasa tutaita Meru TV Trust. So magari zote tunaandika kwa Meru TV Trust. Nyumba Meru TV Trust. Tukipata properties, shares, kila kitu pale Meru TV Trust. Sasa Meru TV Trust sasa tuseme ni kama kandarasi pale inasema hii trust ni yangu, bibi yangu na watoto wangu. Mimi nikiweza kuaga dunia, vitu zangu zote zitaendelea tu ndani ya hii trust, na ndio inaendelea kulipa bibi yangu allowance, watoto school fees. Na ukiwa nayo hautaweza hata kuna haja ya succession. Lakini bado Wakenya nikiendelea kuongea na Wakenya naona hawajui trust ni nini. Ndio kwa maana sasa wanaenda kuna kuanga na vita mingi za succession. Watu bado ndio size wameanza kuembrace will. Hiyo ya kuandika vitu zangu zikuwezi gawanyishwe. Na hata hiyo will ikiwa utapata kuna watoto bado wana fight. So the most important thing ni kujipanga mapema. Kama uwezi andika trust, kama mna own property, kama mdecide mfungue kampuni, vitu ziandikwe majina zenyu. Na tukimalizia, watu wengi sana wanaanza kufikiria about a family law wakati marriage imeanza kuleta mshike, imeanza kuvunjika. Na ningependa atuelezee kwa dakika moja tukimalizia, even before tufike pale inaanza kuanguka, tufike pale sasa tunaelekea kwa divorce. Ni nini tunafaa kuwa tukifanya to protect, to make sure that our marriages maybe ziko healthy, ili to avoid all those
disputes zitakuja na huko baadaye, na particularly concerning watoto, property na pia finances. Pia ni vizuri, it's better to be safe than sorry. And nitasema hivi, ni vyema ndoa ikianza, ni vizuri muende hizo steps hizo za counseling. Mjue tunaingia ndoa na hii ndio sababu. Zaidi ya watoto, zaidi ya companionship, zaidi ya vitu zile nafikiria zinatendeka kwa ndoa, kuna zile ambazo zipo na ni vizuri nivijue kabla niingie kwa ndoa. Counselors is the first step. Second step, ni vizuri pia tafuta wakili kuja uniongeleshe. Nambari ya simu sijui kama naweza sema saizi, nitasema njoo niongeleshe. Nitaweza kukusikiza, nitakushawishi zile fear zote uko nazo, zile hopes uko nazo, nitaweza kukueleza, nikuweke into perspective. Kitu ya tatu, nitakufundisha, nitakuonyesha, kwa sababu wanaume wanaogopa mali yao itapotea. Wanawake pia wangependa kuonwa zaidi ya kulea watoto. Hizi vitu zote nitaweza kukuambia, kuwaongelesha na kuonyesha jinsi ya venye watajiprotect. Yes. Haya basi, wakili, nakupa nafasi tupe namba yako ya simu tukimalizia. Mtu anakitaka kukuona na kuona wapi? Umetuambia soon and very soon utakuwa na land maeneo ya Meru. Yes. Na uko karibu sana. Tupe namba yako ya simu na pia tukumbushe uko wapi, uko wapi? Kabisa. Ofisi inaitwa Gakunju and Company Advocates. Hiyo ni GAKUNJU and Co Advocates. Nambari ya simu ni 0725 169 689. Nirudie tena 0725 169 689. Yani 0725 169 689. Na ofisi zetu ziko Embu, ziko Kiambu, ziko Nyeri, ziko Tala. Na hivi karibuni tuko hapa Meru. Tushapata space hapa karibu na koti na renovations zinaendelea. Nitarudi tena, nitawa invite official launch ili tuweze kusaidiana, tuzidi kushawishiana na tuwe pamoja. Naweza ongeza niseme mimi kama wakili pia mimi binadamu, zile shida unapitia bado mimi ndio napitia. Kwa hivyo hufai kuniogopa. Kuja pale ofisini, ofisi, chukua namba yangu ya simu, nipigie, book appointment, tupatane mahali, tukae chini. Nitakusikiza, na ukifikiria, najua watu wengi wanasema mawakili ni wezi ama mawakili wanalipisha pesa mingi sana. Nitaweza kukushawishi, nitakueleza, na shida sio moja. Hapa kwa Gakunju and Company tunasema sote ni familia. Tutakushika mkono na tutatembea na wewe mpaka upate suluhisho.